Unapokuwa una compete na timu ambayo imekuzidi daraja, concentration. Ukiwa na concentration na yenyewe ikawa too much, unahitaji kwamba momenti zako wewe uzikamilishe kwa wakati. Kwa unavyotaka kukamilisha hizi moment kwa wakati, ndio kuna pressure ndani yake. Bana, mtazamaji wetu wa Katavi Media, bila kupoteza muda, leo nipo na Myombe JR, mmoja wa wachambuzi nguri kabisa wa masuala ya soka kutoka hapa mkoani. Tumeshuhudia mtanange mkali sana ambao umekutanisha timu yetu ya taifa ni Taifa Stars dhidi ya Simba wa Milima ya Atlas, hapa nawazungumzia Morocco, na si sehemu nyingine, ni katika ile kinachoendelea kule Morocco, kombe la mataifa ya Afrika kwa upande wa timu za taifa, si ndivyo bana? Kwa ujumla mchezo ulikuwa wa namna gani? Mchezo ulikuwa mzuri ukiangalia kwa namna ya maandalizi ya mechi yenyewe, lakini pia hata kwa timu zenyewe, upande wa Morocco upande wa Tanzania unakuja kugundua kwamba kuna namna ambayo wachezaji walikuwa wameshajiandaa kwa ajili ya kwenda kucheza mechi yenyewe. Nafikiri kwa wale wapenda soka, nafikiri tuliweza kuenjoy kwa namna kimbinu. Ulikuwa unaona walimu wanajaribu kupishana mara kadhaa, kila mtu anajaribu kuonyesha ubora wake. Ni namna ambavyo soka linazidi kutufundisha vitu vya tofauti tofauti kila siku. Miguel Gamondi katika ubora wa hali ya juu sana kimbinu, lakini pia Walid Regragui, moja ya makocha bora kabisa barani Afrika, akiwafikisha pia Morocco kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la dunia ambalo lilifanyika mwaka 2022. Kwa hiyo unakuja kugundua ni Morocco ambayo ipo kwenye daraja la juu sana, lakini namna gani ambavyo watu wengi walikuwa wanajiuliza Stars inaenda kukabiliana na Morocco ambayo ipo bora. Ukiangalia kina Brahim Diaz, mchezaji wa Real Madrid, yupo kwenye form bora sana. Hata kwenye baadhi ya mechi za Real Madrid unaona pia anaamua games. Ni moja ya wachezaji ambao wamelelewa pale kwenye timu ya vijana ya Real Madrid. Akaopti kuchagua kuomba uraia kwa sababu ana uraia wa Spain na Morocco. Kwa hiyo akaopti kuweza kuchezea timu ya taifa ya Morocco. Lakini angalia tu hata daraja la wachezaji wengi wa Morocco. Unawaona wachezaji wengi sana wamekuwa wanacheza pia kwenye mataifa mbalimbali na sio wazaliwa wengi wa pale. Angalie Sabal ambaye anakipiga kunako klabu ya PSV pale Uholanzi, lakini pia angalia Ashraf Hakimi, mchezaji bora wa Afrika. Mwaka 2024-25 akiwa na klabu ya PSG ya pale nchini Ufaransa, amekuwa na nyakati bora sana. Lakini pia naenda kumwangalie Naf Nogard ambaye alishawahi kupita West Ham United kama beki Uingereza, ana experience ya kutosha. El Kabi ambaye yupo Olympiacos ya pale Uturuki. Kwa unaona namna daraja la mchezaji mmoja mmoja lilivyo. Isingekuwa rahisi sana kwamba Stars angeweza kubata mpaka dakika ambazo tunakuja kuconcede goli, kwa maana dakika ya 70 na ni mechi ambayo ilikuwa inavutia vitu vingi sana. Ukiangalia Stars inavyocheza, nafikiri walikuwa tayari kwa ajili ya mchezo, na moja ya kitu ambacho nilikinoti kwa Gamondi ni kuweka wazi kwamba wachezaji walikuwa tayari kwa ajili ya kupambania taifa lao. Psychological aliwaandaa vizuri, mental, physical, ulikuwa unaona wachezaji wapo tayari. Hata wakati kabla mchezo haujaanza unakuja kuona asilimia kubwa ya wachezaji wote walikuwa tayari kwa ajili ya kwenda kucompete. Baada ya mechi kuanza, uliona Stars dakika 15 za mwanzo total dominant, wanatengeneza chance moja kubwa. Simon Msuva anashindwa kuweka mpira kambani, lakini ndio moment za mpira ambazo zinawafanya watu wengi pengine wanaendelea kupenda mpira, kwa sababu inatokea moment ambayo inazua mijadala kwenye mitandao ya kijamii, kwenye vijio hivi vya kawaida mtaani, mtu anakunywa chai. Lakini pia hata mchezaji mwenyewe anapokuwa anajadiliwa, watu ndio wanazidi kushabikia mpira na kusogea kuona ni kitu gani kipo kwenye mpira, mpaka watu wengi sometimes waweza mtaka kosa hata kula chakula kwa sababu ya momenti za tofauti tofauti. Kwa ni Stars ambayo chini ya muda mfupi unaweza kuona Gamondi ameibadilisha. Wachezaji wanapambana sana uwanjani.
passing yao unaona kabisa wamebadilika, namna wanavyo react kwenye transition. Alphonce Mabula kwangu mimi sababu jana alikuwa na mechi nzuri. Nafikiri kwenye AFCON hii kwenye kikosi cha Stars kati ya wachezaji 4 5 uwezo kumtoa performance good sana kwangu mimi. Bakari Nondo Mwamnyeto wao. Yaani center back unaona kazi yake ameifanya kwa hali ya juu sana. Kwa kinachobaki sasa ni namna gani ambavyo baada ya mechi ya jana tunatolewa na Morocco kwa goli moja ambalo kimsingi ukiangalia kunaweza kusema kwamba kulikuwa na errors kwenye eneo la goalkeeping. Wakati mpira unakuja nafikiri kulikuwa na option mbili za goalkeeper wetu Masalanga. Aiza kubana goli ili mpira unapokuja aweze kutoa kwa mguu au kwa mkono au kwa bega lake, kama ambavyo ulikuwa unaona mpira ulikuja kwa punch kubwa akataka kutoa mpira bado mpira ukang'ania. Mahesabu yale nafikiri next time anaweza akadevelop, kwa sababu wakati mwingine goalkeeper anakuwa kadri siku zinavyozidi kwenda. Lakini pia wakati mwingine kabla hajaenda kufenti ule mpira uliona alikuwa anataka kuingia ndani akiamini Ibrahim Diaz, kwa sababu anatumia mguu wa kushoto pengine angepiga Kevin ya kuingia ndani. Naye Ibrahim Diaz akampigia mahesabu yake akakuta bwana mdogo akawa tayari ameshashindwa kung'amua kwa sekunde 2-3 za haraka. Ni kitendo ambacho wakati unasema zile moment zinatokea ndani ya uwanja. Kwa kinachobaki sasa ni kwamba once pale ambapo Gamondi atakuwa pengine amepewa muda kama kocha wa kudumu wa Stars, nafikiri tunaweza tukaamua kuanzia hapo kwenye swala project kwa wale vijana ambao tutakuwa tunazalisha, tukajaribu kumpa room sasa ya kuround mataifa yote ambao kuna wachezaji wa Tanzania, lakini pia kumpa muda wa yeye kuweza kuzunguka michezo yote ya ligi kuu bara na visiwani kwa ajili ya kwenda kuangalia ni wachezaji gani ambao next time tunaweza tukampa na kusema kwamba sasa bwana, kikosi chako ni hicho, tunaandaa AFCON 2027, tunahitaji sasa kazi yako ndio iende kuamua kile ambacho utakuwa umekiplani wewe kama coach na wasaidizi wako, kwa maana benchi zima la ufundi akina Madiali wale, lakini pia akina Musa Ndao. Tuna progress. Ni rahisi sana, sio rahisi sana kuweza kuona kama timu inakuwa, kwa sababu wakati mwingine tunaweza tunahitaji matokeo ya haraka sana, alafu investment ambayo tumeifanya haipo related na matokeo ya haraka ambayo tunakuwa tunayahitaji. Kwangu mimi ukiniuliza, no doubt sina cha kuwadai wachezaji mpaka eneo la benchi la ufundi. Kukosa clear chance mbili ambazo zingeweza kuzaa magoli mawili, automatic kulikuwa kunaendelea kuwaweka Morocco mchezoni. Kama tungewafunga goli la kwanza nafasi ya Msuva, ulikuwa unaona kuna option ya wao pia kuweza pengine hata mwalimu kumlazimisha kufanya sabu ambazo angeamini zinaenda kuleta matokeo. Kwa Morocco bado aliendelea kuamini kwamba kuna kitu cha ziada anaweza kaendelea kukifanya. Ukaanza kuona anaanza kufanya sabu kuingiza viungo washambuliaji kwenda kumpress Stars kwenye eneo la ulinzi, kwamba ile compactness yao ambayo Baka, Jobu, Mnoga, Mohamed Hussein, lakini pia Bakari Nondo Mwamnyeto, na wakati huo Milosh anarudi kuja kusaidia kwenye eneo la ulinzi. Unaona isingekuwa rahisi sana kwa Morocco kuweza kuunlock, kwa sababu hata wale wachezaji wote ambao walikuwa wanacheza kwenye eneo la ulinzi 1v1 wote wapo vizuri. Mohamed Hussein 1v1 superb sana. Mnoga alikuwa anang'amua maswali hayo muda mwingi. Baka, Mwamnyeto mwenyewe, Job. Nafikiri unaangalia daraja la wachezaji na walichokifanya, unawapa heko tu kwamba next time tutaangalia namna gani tunaweza tukawakombat wale opponent ambao tutakuwa tunakutana nao. Kwa kwangu mimi nafikiri ni AFCON ambayo tunaweza tukawa tumeaga, lakini kuna kitu ambacho tayari tumejifunza kwa namna moja ama nyingine. Okay, kwa kucheza na timu yenye wachezaji wakubwa kama Morocco, ahuzeni timu inapata nafasi mbili za wazi kisha inazichezea. Hii inakuja moja kwa moja ni hofu au ni kitu gani? Pressure kwenye mpira ipo na hususan unapokutana na timu za daraja la Morocco.
Unajua hata Morocco hawa hivi tunavyowazungumza ni timu ambayo miaka ya 2005 na 6 pale 2004 walikuwa na timu ya kawaida sana. Kama ukikumbuka vizuri, mchezaji ambaye alikuwa anaimbwa sana alikuwa ni Marwan Shamak, alikuwa anachezea Arsenal kama nakumbuka. Yes. Okay. Ndio mchezaji ambaye sawa na sisi ambao sasa hivi tunaweza tukawa proud of isi bwana Samata, lakini na wao walikuwa na Marwan Shamak. Kwa wao kuna muda ilibidi waingie maabara sasa kuweza kutengeneza wachezaji. Tunatengenezaje? Tuta create afu tunawapeleka nje, au wengine ni kuhamasisha ambaye ana uraia pacha ahakikisha ana turn kuja kulisaidia taifa. Kwetu sisi hiyo exposure kwa bahati mbaya sana hatunayo kubwa. Unaona akina Mabula wamelelewa Alliance Academy Mwanza, wanaanza kutoka Milosh, nafikiri Biashara United na Azam ametoka ni kidogo. Akina Msuva hawa kwenye umri mkubwa, nafikiri miaka 24 hivi anaondoka kwenda Wydad Athletic Casablanca. Alitangulia nafikiri Difa Jadida ya pale Morocco, alafu akasajiliwa na Wydad. Tena kocha wake alikuwaga huyu Walid Lagligue. Yes, ndio kocha mkuu wa timu ya taifa ya Morocco. Kwa hofu, kuna wakati nasema sio hofu kwa sababu unapokuwa una compete na timu ambayo imekuzidi daraja, concentration. Ukiwa na concentration na yenyewe ikawa too much, unahitaji kwamba momenti zako wewe uzikamilishe kwa wakati. Kwa unavyotaka kukamilisha hizi moment kwa wakati, ndio kuna pressure ndani yake. Na ile pressure inaweza isiyo inasukumwa na mpinzani, ikawa inasukumwa na shauku. Unaona dakika zinasoma, alafu hujui wenzako kwa daraja lao watakushambulia saa ngapi, watapata goli muda gani, na wewe umeshapata chance. Kwa nafikiri ni hali ya utulivu tu ya wachezaji, exposure nafikiri ndio inaweza ikawa inahitajika sana, kwa maana ndio kama hivyo kuingia maabara create wachezaji ambao wanakuwa tayari kwenye kushindana. Then baadaye tunapokuwa tunakompete na timu kama Morocco, inakuwa ni timu ya kawaida kwa maana ya ndani ya pitch mshindane kimbinu. Na hata juzi nafikiri kabla ya mchezo wenyewe niliweka wazi kwamba Walid Lagligue nafikiri kimbinu hajamwacha sana Miguel Gamondi. Kwa nini? Kwa sababu ukimwangalia Gamondi aliyekuwepo Young Africans na Miguel Gamondi ambaye yupo Stars, hawana utofauti the style of playing. Yani timu inavyocheza unaiona. Ingawa kwa Yanga alikuwa anatumia back 4 kama kawaida. Sasa kwa sasa kwenye timu kama Stars kwa nini anatumia back 3? Kwa sababu mechi za virabu za ligi ni marathon, lakini kwenye michuano hii ya knockout, kwa mfano kama hatua ya jana 16 bora, ni mchezo mmoja unatoka na mwingine anasonga mbele. Cheza sana kwa akili, ndio kitu ambacho unakuja kugundua kwamba kocha alikuwa kwenye ubora wa hali ya juu. Nafikiri wamefanya kila kitu. Pressure normal. Ni kawaida sana kwenye mpira. Kuna namna yoyote ambaye refa amechagiza matokeo yale ambayo tumeyashuhudia? Mimi huaga sio mwepesi sana wa kulaumu marefari. Yani sipendi kwa sababu moja. Ile ni taaluma yake. Kashakuwa ameisomea kwa muda kadhaa, miaka kadhaa, baada kafanya hivyo. Tunachojaribu kutolea ni mtazamo. Mtazamo wangu mimi unanionyesha kwamba Stars alideserve kuwa treated kwenye uhalisia wa matukio yalivyokuwa yanafanyika. Kwa mfano kija kuangalia advantage nyingi alipewa zaidi Morocco, kwa sababu wakati mwingine nishawahi kupiga story na referee mmoja akanambia, ikisha kuwa unaingia kuchezesha ukajua kuna timu underdog alafu kuna automatic wao wanaamini timu underdog itamkamia mkubwa. Umeelewa? Kwa hiyo kwenye moment nyingi yule mkubwa lazima anakuwa anapewa favorite. Pengine hiyo sababu naiona.
lakini kuna nyakati ambazo sababu ile ile ambayo imetokea kwa Stars imetoa kadi ya njano, ikitokea ile ile kwa Morocco ilikuwa haiwezi kuadhibiwa kwa kadi ya njano. Kumekuwa na issue ya mkwaju wa penalti dakika za jioni Idinado, si ndio? Wengi wamezungumza, kila mtu anatolea mtazamo wake, lakini kitu ninachokifeel pale ni kwamba na clear kwamba it was clear penalty. Yes, kwa sababu nimejaribu kupiga story na waamuzi kadhaa, so ndo taaluma yao pia na wenyewe jaribu kuwashirikisha ili waweze kunipa pengine kwa nilichokiona na kile ambacho wao wanakijua wakiwa wanasomea darasani. Wengi wao wamenambia bana it was clear penalty. Sasa huwezi jua nini kilikuwa nyuma ya kamera lakini tunachoamini ni kwamba mchezo umeisha. Wakati mwingine moment moja inaweza ikawa inatupa somo la namna gani ya hata tunapokuja kuwa na maandalizi sisi tunaingiaje kwenye mashindano. Tofauti na hapo, nafikiri Stars wamefanya vitu vingi sana. Kwa namna kile kilichotokea, Taifa Stars wanapaswa kupokewa kikomando au kuna namna ambavyo Taifa Stars wenyewe wametukosesha kile ambacho Watanzania tulichokuwa tukikihitaji? Kupokewa kikomando inategemea. Kama watu wanapenda sherehe unapokea tu kikomando, lakini nafikiri walichokifanya hata tu kwa kuwapa maneno ni faraja tosha, kwa sababu hakuna namna ambavyo unaweza ukaenda kuwapokea tofauti, kwa sababu ukisema unaenda kuwapokea tofauti hatujarudi na kombe. Yes, tumestruggle lakini hatujarudi na kombe. Sasa tunaenda kupokea, lakini hatua tu ambao wameifika ndio tuipokee. Tuende nimeuliza kwamba je, tunapaswa kwenda kuwapokea kwa shangwe na matarumbeta kulingana tu na historia ya timu yetu ya taifa kule ilikotoka na hapa ilipo kwa hivi sasa. Kwa watu wanavyopenda sherehe sitastaajabu kuona wakipokelewa kwa vibe, lakini nafikiri pengine hata kama wakiwa wamepokelewa ni kuwapokea kwa namna ya kuwa hata kwenye mitandao ya kijamii kutokuwa na clash kwa mchezaji mmoja mmoja, kwa maana labda masalanga au tusababishia nini. Hapana, ni kuwapokea kwa kuwapa maneno ya faraja kwamba labda at least next time ungefanya hivi, wakati ujao uje ufanye hivi, unaweza ukawa bora zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri cha kuwapokea ni kuwapa maneno ya faraja na kuaminisha kwamba wamepambania taifa lao. Kinachobaki ni waendelee na moyo wa kupambania taifa lao, kwa sababu ukiangalia miaka ya nyuma ni kama ile spirit ya upambanaji wa wachezaji ulikuwa hauioni.